Mambo vipi? Karibu tena, na leo nataka nikwambie kuhusu mwezi uliozaliwa na mambo mazuri yake na mambo mabaya yake. Ni kitu gani ukikwepe na kitu gani ukijue. Sawa, kwa mfano watu waliozaliwa Januari, wao kitu cha hatari kwao ni kwamba, au kitu cha tabia yao ambayo haiko sawa, kwamba wao hawaombi msaada. Wao wanatengeneza maisha yao wao wenyewe kwa kujitegemea, na sehemu yoyote ile njiani, wakati wanaishi kwenye maisha yao, wanaamini kwamba wakihitaji mtu ama wakihitaji msaada kutoka kwa mtu, itawafanya waonekane dhaifu. Unaona? Kwa hiyo kama umezaliwa mwezi wa kwanza, wewe ni mtu ambaye uko tayari uumie kimya kimya, unaona, na mwenyewe unaita hiyo kama ni nguvu yako, unaona. Lakini pia unajiona kwamba unahitaji kutengeneza mkakati mpya, wakati maisha yakupi picha kamili unayotaka au haendi vile unavyoamua. Unaona, unaanza kudhania labda ni kwa sababu yako wewe umepelekea hiyo alikutokea. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinawapa mara nyingi huzuni sana, au kina tabia fulani mbaya ambayo watu waliozaliwa Januari wako nayo, ama niseme udhaifu wao. Sawa, kitu kizuri kwao ni kwamba wao sio kwamba tu wanajali, hapana. Kama mwezi wa kwanza, wewe sio mtu unaojali tu, bali wewe ni mtu ambaye unaonyesha kwamba unajali, kwa sababu unakumbuka vitu vidogo vizuri ambavyo umefanyiwa, lakini pia unajitahidi kuwalinda watu wako ambao unawapenda, na unajitahidi kutoa ushauri sana, umeona. Lakini pia sio mtu ambaye unapenda kulazimisha attention ya watu. Wewe unapenda watu wakuheshimu wao wenyewe, waheshimu nguvu yako. Lakini pia wewe ni mtu ambaye unaamini kwenye mazingira ambayo ya ukimya, ya amani, kwa sababu unatamani watu wanavyokaa na wewe wajisikie vizuri kwa muda mrefu. Karibu, usisahau kulike, comment na kusubscribe, niendelee kukujuza. Leo tunajadili nyota za watu na vitu vizuri kwao na vitu ambavyo vinawapa udhaifu wao. Kwa watu waliozaliwa mwezi wa pili ni kwamba wao wako hivi, wao wanakumbuka sana watu ambao wameachana nao, unaona. Au ukimwambia kwamba achane na mtu, iko kitu kinaonekana kama ni kigumu, unaona. Kwa hiyo wao ni watu ambao wanaumia moyoni, unaona. Wanajiandaa kwa ajili ya kuumia kabla hata hawajaachwa na mtu wao, hawajaachana naye. Kukifika muda ambao kama uko nao kwenye mahusiano, unaamua kuachana nao, unakuta wenzako walishalia muda mrefu na walishapona, kwa hiyo wanakuacha tu uende. Kwa hiyo hii wanashindwa watu wengi kuielewa, lakini mwisho wa siku ni watu fulani ambao wanakupandanga kimya kimya. Kitu kizuri chao ni kwamba wao wana kitu kimoja, wanapenda kuonekana, na hata maongezi yao wanapenda kwenda kiundani zaidi, na maswali yao huwa yanafungua vitu vingi kwa wengine, kwa sababu wanachukua kila hali iliyokuwepo, hali nzuri, hali mbaya, bila kuogopa, bila kufikiria kitu chochote, na wakipenda wanapenda kwa uhuru. Lakini pia ni watu ambao hawapendi kujizamisha chini, kwa sababu wao wanapenda sana watu wengine wajione wako salama na wako kwenye uhuru kwenye mazingira yao. Watu wengine ni waliozaliwa mwezi wa 3 March. Watu waliozaliwa March, tabia yao ambayo inawatia huzuni kidogo ni kwamba wao wako hivi, unaona, wanatumaini wafanyie jambo bila kukuambia. Wao wanachoamini ni kwamba watu wanajua wanachokihitaji. Wao wanachokifanya ni kwamba wanakuonyeshia dondoo. Kwa mfano, wanaweza kukuambia kwamba atakakufanyia kitu, mfano anategemea wewe
ugundue kwamba yeye anataka kitu fulani ufanye hivyo, unaona. Lakini pia si watu ambao wanapenda kumkatisha mtu, unaona. Hao wako tayari wasieleweke kuliko wakakataliwa. Lakini pia ni watu ambao wanapenda kukwepa migongano. Sasa unaona kama huu si mgongano wenye afya, huwa wanakwepa. Lakini pia kama umezaliwa mwezi March, wewe ni mkarimu sana sana, na ni mtu ambaye unapenda kuongea vitu vya kweli, si yule mtu anayeuma maneno mara uko hivi. No, amani ni kitu cha thamani zaidi kwako, uko tayari kupambana kwa kila kitu ili iwepo. Tabia ambazo zika off kidogo ni kwamba hizo ni tabia za mwanzoni ndio zile ambazo udhaifu wako tuseme. Haya, mazuri yako ni kwamba wewe unaamini kwamba watu wanajijua wao wenyewe. Unaona, wewe unaamini watu mapema kabla hata watu wenyewe hawajajiamini. Yaani wewe unaona watu wana uwezo wa kitu fulani bila wasiwasi. Yaani wewe ni mtu ambaye unapenda kuwafanya watu wengine wajione salama, waonekane na waeleweke, na unaelewa sana kuhusu hisia, sana pia unaelewa kuhusu hisia hasa za watu ambao hata jina lako hawajui, wewe unaelewa. Lakini pia wewe upendo wako hauombi kitu chochote kile kukurudishiwa. Unaona, wale waliokuwa karibu yako wewe huwa wanajiona wanashika vizuri, wanaishi vizuri, na upo kwenye mazingira ambayo hawajioni wakihukumiwa. Hao ndio waliozaliwa March. Waliozaliwa April, vitu ambavyo kidogo dhaifu wao ni wao wanaona kila kitu, wanaona kwamba wana haja ya kila kitu kukionyesha. Unaona, yaani wewe una haja, yaani unaona kila kitu lakini ni mzito kuonyesha. Unaona, lakini pia watu wanazania kwamba wanakugusa wewe kwa sababu wanakufanya ufurahie kwa muda huu, lakini baadaye kinachotokea ni kwamba wewe ndo unabaki mwenyewe, unawaza peke yako. Unaona, uko tayari kuonekana kama ni mtu ambaye hajali kuliko mtu ambaye anajali. Kwa hiyo unajikuta wewe kila unachokuumiza, unachokufanya unahangaika nacho wewe mwenyewe. Unaona, yaani hiyo ili watu, yaani unatengeneza mazingira ambayo watu wanakuona kama wewe bulletproof. Mambo mazuri ni kwamba wewe ukisema kwamba utakuwepo hapo, mara nyingi unamaanisha na unakuwepo hapo. Watu wanakuamini sana, sio tu kwa sababu ya unavyoongea au unavyotokea, hapana. Wanakuamini kwa sababu ni mtu ambaye unatatua migogoro, lakini pia unajali sana kwa sababu ni mkweli, lakini pia ni mtu ambaye hufichi hisia zako. Kama una hasira watajua, unaona. Lakini mara nyingi hutumia hasira yako kuunguza wengine na kuwachoma wengine. Watu wengi unawafanya watu wengi waonekane, wajione, wanapeta, unawachallenge kwa mambo, lakini pia unawafanya wajione kwamba hakuna haja ya wao kuendelea kupitend maisha kwa sababu unaweza kuwa kwenye mazingira mazuri. Watu waliozaliwa Mei, udhaifu wao ni kwamba wao hawapendi kukubali watu kirahisi, lakini pia ni watu wazuri sana kwenye kukumbatia watu, kuweka watu karibu. Unaona, lakini ni watu ambao wanatamani sana kupata connection, lakini pia sasa sio tu kwa vile ambavyo wanadhamiria wao, hapana, lakini pia ni watu ambao wakimya, wapole, na wanapenda kujiaminisha kwamba sio lazima sana kupambania jambo mpaka wakati ufike. Lakini jambo lingine ni kwamba huwa wanapata moto kwa vitu vidogo. Ni watu wana hasira za haraka, na kuna mtu ambaye anaweza kuelewa. Unaona, kwa sababu hata ukiwajenga kwa muda fulani, lakini wenyewe hasira zao ni za haraka.
Mambo mazuri ni kwamba wanajifanya kama ni watu ambao wanajifanya kama ni watu ambao wana nguvu, lakini wanajali sana. Wanajifanya kama ni watu wagumu, lakini wanajali sana. Lakini pia ukienda nje ya njia zao, mara nyingi wao wanakasirika. Lakini pia ukimpenda mtu wako tayari kumpigania. Lakini pia wanang'aa bila hata kutumia nguvu. Wanaleta furaha katika nyakati za kawaida tu za maisha, na wafanya watu wengine wajisikie salama bila kutumia nguvu. Mara nyingi nguvu yao inawavuta watu wengine, sio kwa sababu wana kelele sana, bali kwa sababu wanaeleweka. Na watu waliozaliwa mwezi Juni, madhaifu yao ni kwamba wewe kiu chako ndo kitu ambacho tunahitaji. Wewe huwa unaangalia mazingira uliokuwepo, ukiona yako sawa, ukiona yako nini, unaingia vile ambavyo watu wanaishi. Lakini kwa kufanya hivyo pia saa nyingine huwa unajisahau mahitaji yako, kwa sababu umeshazoea kufurahisha watu wengine, kufanya watu wengine wajisikie vizuri. Mwisho wa siku unajisahau wewe, unabeba matatizo ya wengine ambayo sio ya kwako. Unaona, unapenda kufuatilia matatizo ya watu utakapokuja kuambia, kuwasaidia utakapokuja kuambia. Mambo mazuri ni kwamba unafanya maisha yawe rahisi sana, unanyanyua mudi za watu, unafanya siku iwe njema, hasa wakati ambao unahitajika zaidi. Lakini pia ni mtu ambaye unahakikisha nyakati ndogo ndogo zinakuwa nyakati special. Lakini pia unajua ni wakati gani uongee, wakati gani ukae kimya, wakati gani uache tu mambo yaende. Lakini pia huwa ni mtu ambaye unasoma watu kulingana na walivyo, yani wala unaja kuelezea. Ukiwasoma unawajua. Penzi lako huwa haligawanyiki, lakini roho yako iko ndani mno. Asante sana, naomba usisahau kulike, kusubscribe na comment. Leo nimekuandalia, hii ni episode 1 na nitakutumia episode 2 ya watu waliozaliwa Julai mpaka Disemba.